Your Excellency, this year's Labor Day comes at a time when we are grappling with a lot of challenges in our country. It comes at a time when we've lost a number of our people, and we want to really commit their families across the country that God may give them strength and fortitude, awape subra wakati huu ambapo wamepoteza wengi ambao wamebebwa na mafuriko, sio tu Nairobi, sio tu Mai Mahiu na maeneo mengi. Na tumefurahi kukuona wewe pamoja na makamu wako na viongozi wa serikali wakienda kuwa na wananchi hao. Just being there with them, that solidarity means a lot to the people of Kenya. Your Excellency, hapa Nairobi tumekuwa na changamoto sana sana kwa sababu mito yetu, the 8 rivers and the 3 main ones, Ngong River, Madhari River na Nairobi River, have burst their banks. Jana usiku nzima tumekuwa na watu wetu wamelala kwa roofs pale viwandani na Kayaba. Nimekuwa kwa Ruben juzi, Katina Kawangware, nimekuwa Madhare, nimekuwa Ruaraka, nimekuwa Utalii, nimekuwa Mabatini, nikaenda Mwiki ambapo kwa bridge watu walibebwa na maji. Tumeenda Infinity, jana tumekuwa tena Madhare North tukipeana chakula tukiwa na watu wetu hadi Isili Kiambiu. Leo hii, Your Excellency, I'd like to report to you because hao ambao wameathirika wengi ni wafanyikazi. Thank you for the multi-agency approach that we've taken, working together under the leadership of the Head of Public Service ambaye ako hapa. Tuko na daraja kama 17 ambazo zilikuwa zimebebwa na maji, na leo hii I can confirm to Your Excellency that we are starting the reconstruction of all of those bridges to make sure our children can be able to go to school and to cross over. We thank you. Na tulikubaliana juzi, tumekaa na viongozi. Tumekuwa na senator na wabunge wote wa Nairobi pamoja na viongozi wa government administration. Tumekubaliana ya kwamba wale walikuwa kwa njia ya maji wasirudi pahali walikuwa. Na tukizungumza na wananchi wamekubali hawatarudi hapo. Let us secure the riparian so that we can be able to save the lives of our people. Hata tukitoka hapa, Excellency, tutarudi kuwa na wananchi wetu. Papa Francis Atwoli, niliona ukisema unasikia uchungu. Ulisema unasikia uchungu sana ukiona mtoto wako governor akipigwa ama akitajwa. Ningependa kukuambia papa, usisikie uchungu, ni kawaida, ni siasa. Na hiyo siasa huendelea, sisi ni viongozi. Ile kazi ambayo tunafanya Nairobi, kuna watu ambao wanataka tupoteze focus. Hatutapoteza focus. We know what needs to be done. We know the progress we are making. So usisikie uchungu. Unajua hata mimi nasikia uchungu nikiona wewe ukipigwa. Na nimeona umeanza kuchokozwa. Lakini usife moyo pia wewe papa. Wale wametumwa kunichokoza pia ndio wametumwa wale wanakuchokoza. Na itaisha. Hiyo ni siasa ya kawaida, itaisha. Stand strong, stand firm. You're the leader of the trade union movement, not just in Kenya but in Africa. You must be respected. Francis Atwoli apatiwe heshima yake kama kiongozi wa wafanyikazi katika sio tu Kenya lakini katika bara la Afrika. Na pia wafanyikazi wetu wasitumiwe vibaya. We have asked Raymond Omolo PS, if you integrate the workers in the security sector to our security infrastructure, we will have a safer country. Ni wako zaidi ya nyumba 10, hao ni nyumba zote. In Nairobi we have more than 450,000 of them guarding several installations. So tumesema mzee Atwoli, don't worry, na usinisikilie uchungu, ni kawaida. Sisi upigwa kila siku, wanasema nyanyako ni mchawi, wanasema sijui ulifanya nini. There will always be something. Even if you do the right thing, people will always speak. But the president told me one day, if you're a politician and a leader and you want to be popular every day, resign and sell ice cream. Ukiuza ice cream, nata uuze bure, ndio watu watakupiga. Lakini kama kiongozi, there will always be an opinion about what you do. So we thank you. Wafanyikazi wetu, tuko na nyinyi. Tunaomba madaktari wetu, jameni, turudi kwa meza, tumalize mazungumzo yetu ili turudi kutibu watu wetu. Sana sana sasa ambapo tuko na jangwa hili
la mafuriko na la mvua. We need all our doctors. Nashukuru madaktari wa Nairobi walirudi, wengi wao, around 80% are back there. Wale ambao wako nje, tafadhali, hakuna jambo ambalo haliwezi tatuliwa, tuweze kurudi. Mungu awabariki, tunawapenda, asanteni sana. Your Excellency, the disaster that has befallen us in this country, I think the public now appreciate even more the efforts you're making towards affordable housing. Hawa wapangaji wengi hawangetaka kuishi hapo kwa maji, kulipa 2,000, 3,000. We appreciate the need for that affordable housing in Nairobi, and we support you and we'll work with you together to make sure that is done. Your Excellency, Mheshimiwa Jalasa has mentioned Nairobi Dam. Of course, tumetuma warma pia waangalie, because we might need to evacuate further. We've evacuated today in Kangemi Dam, just to prevent a crisis like what we've seen in Mai Mahiu. We may need to evacuate. And Your Excellency, we may need to consider again what we do with our schools. Tunafurahi ya kwamba katika zile kambi zote zilikuwa 30, saa hizi zimebaki 10 ambazo ziko Nairobi. Watu wetu wanapata chakula kila siku kutoka zile jikoni ambazo ulizindua za Dishi na County. Wanapata chakula moto, lunch, wanapata dinner, na hatutaki wakae hapo milele. Your Excellency, we want to see that resettlement of theirs going on. Your Excellency, tuko na vijana 3,500 wa Green Army who every day are unclogging our drainages, unclogging our ile uchafu ambayo iko kwa mabarabara. Kama tungekuwa na Green Army, it would have been much worse. It would have been much worse. In fact, last year wakati wa El Nino ambayo ilikuwa ya kawaida kwa barabara, hakukufurika Nairobi. It's just that this time the sheer quantity has made the rivers swell, and that is why we have the problems along the river areas, and those are along the slum areas. Jameni, watu wa Nairobi, tunawaomba tusirudi pahali ambapo tumetoka na pahali ambapo manyumba zetu zimebebwa na maji. We are organizing, we are working with the president and the government to make sure we resettle you. Your Excellency, this year's Labor Day comes at a time when we are grappling with a lot of challenges in our country. It comes at a time when we've lost a number of our people, and we want to really commit their families across the country that God may give them strength and fortitude, awape subra wakati huu ambapo wamepoteza wengi ambao wamebebwa na mafuriko, sio tu Nairobi, sio tu Mai Mahiu na maeneo mengi. Na tumefurahi kukuona wewe pamoja na makamu wako na viongozi wa serikali wakienda kuwa na wananchi hao. Just being there with them, that solidarity means a lot to the people of Kenya. Your Excellency, hapa Nairobi tumekuwa na changamoto sana kwa sababu mito yetu, the 8 rivers and the 3 main ones, Ngong River, Mathare River na Nairobi River, have burst their banks. Jana usiku nzima tumekuwa na watu wetu wamelala kwa roofs pale Viwandani na Kayaba. Nimekuwa kwa Ruben juzi, Gatina, Kawangware, nimekuwa Mathare, nimekuwa Ruaraka, nimekuwa Utalii, nimekuwa Mabatini, nikaenda Mwiki ambapo kwa bridge watu walibebwa na maji. Tumeenda Infinity. Jana tumekuwa tena Mathare North tukipeana chakula tukiwa na watu wetu hadi Siliki Ambio. Leo hii, Your Excellency, I'd like to report to you, because hao ambao wameathirika wengi ni wafanyikazi. Thank you for the multi-agency approach that we've taken, working together under the leadership of the head of public service ambaye ako hapa. Tuko na daraja kama 17 ambazo zilikuwa zimebebwa na maji, na leo hii I can confirm to Your Excellency that we are starting the reconstruction of all of those bridges to make sure our children can be able to go to school and to cross over. We thank you. Na tulikubaliana juzi, tumekaa na viongozi. Tumekuwa na senator na wabunge wote wa Nairobi pamoja na viongozi wa government administration. Tumekubaliana ya kwamba wale walikuwa kwa njia ya maji wasirudi pahali walikuwa. Na tukizungumza na wananchi wamekubali hawatarudi hapo. Let us secure the riparian so that we can be able to save the lives of our people. Hata tukitoka hapa, Excellency, tutarudi kuwa na wananchi wetu.